Juzi, last week, ukijua hawa watu wa serikali vizuri, you do not need any psychologist to tell you what they are planning. Juzi nikaona mkutano moja kule Nairobi. Ikafanyika, ilikuwa ya mambo ya accidents. Na hatutaki accidents. That's why kuna NTSA. Nikaona kiongozi moja amesimamisha waziri fulani hapo. Akamwambia, waziri, kamera itahitajika Kenya. For how long itakuwa kwa barabara? Nikaona waziri amesimama, amefunga hii button. Akasema 1 month sir. Kwa mtu anajua hii watu, mimi where I was and I can tell you for sure, nikajua hii ni biashara. I knew for sure. Hii mambo ni sarakasi. Waziri, ilitwa mkutano ati ni ya kuzuia accidents za barabara. Vile niliona waziri amesimamishwa na agency ikawekwa. Akaambiwa waweke cameras, sijui 1000 cameras around the country. Na akapewa timeline ya 1 month. Because I know the body language, nikajua hii ni biashara inapikwa hapa ya watu kukula pesa. Leo ukiangalia gazeti ya leo, inasema wanaume wamejiweka wakule pesa ya Wakenya 42 billion shillings. Ati waweke kamera katika barabara, ati ukishikwa kama ulikuwa unataka kukanyaga mafuta, ati unalipishwa instantly kwa banki yako, pesa inakatwa. Ati ukienda kuruka bump, waone hujaruka bump vile inafaa. Ati NTSA, through ukora, through fraud called a PPP, being perpetuated by the same people claiming ati wanasimamisha watu hapo kusema kamera ziwekwe. Their company, ati 42 billion shillings. Ati ukienda kuruka bump, hujaruka vizuri, unakatwa pesa kwa simu direct. Wanaita instant fines. I want to say for sure, instant fines is just another vehicle of patronage, of taking money ile imebaki kwa Wakenya, kuichukua ati kwa makosa ya barabara. There must be a limit and there must be an end to this. Na hii mambo yote inaitwa PPP. Kwanza hiyo ati wanajipea kadarasi ya 20 years. Can you imagine that? Wanaita ati PPP. Ukota pesa. Ati mtu wa bodaboda hapa akifanya makosa barabarani, hata haulizwi na mtu, ati pesa itakuwa inakatwa kwa simu yake direct.